Shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu ni Pastor Isaya Imani Landa. Ni mtoto wa kiroho wa Askofu Dickson Cornel Kabigumila, ni mchungaji msaidizi chini ya Pastor Nicholas Chiduo, kanisa la ABC Global 77. Katika siku ya leo ninataka kuzungumza kwa habari ya kitu kinaitwa utakatifu. Kwa baadhi ya clip zilizopita nilizungumza juu ya kitu kinaitwa nguzo za imani. Nguzo za imani. Nilizungumza nguzo za imani, kasema kuna nguzo 3 za imani. Yaani ili tuseme kwamba mtu ana imani na hiyo imani imemsaidia na imemuokoa, hiyo imani inaweza kumpa msaada ni yatakapodhihirika haya mambo matatu. Na haya mambo matatu naweza kusema ni vitu, ni thermometer, ni vipimio vya kujipima kama hali yako ya kiroho bado ni nzuri au ni mbaya. Kwanza nilisema kwamba nguzo ya kwanza ya imani ni imani ya ndani. Imani ya ndani, Warumi sura ya 10 mstari wa 10, kwamba kwa moyo mtu huamini. Ile kwa moyo ni imani ya ndani iliyo kwa moyo, ambayo pia kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 2 anasema ni ile imani ambayo hata mashetani wanatetemeka pia, ni ile imani ya ndani. Lakini imani ya ndani nikakwambia inajidhihirisha kwa njaa ya mambo ya kiroho. Kwa mtu unakutana na njaa na mambo ya kiroho, mtu ana shauku na mambo ya kiroho, inajidhihirisha kama njaa na kiu ya mambo ya kiroho. Mtu hawezi kuacha ibada hivi hivi. Mtu anajisikia kuna moto ndani unawaka, anajisikia kuomba kwa mzigo, ana shauku na kujifunza neno la Mungu. Mtu unashangaa, mtu mwenye njaa akikaa kwenye neno la Mungu anakuwa very focused, yuko makini ili asipoteze chochote. Hii ni njaa ya kiroho, ni ishara kwamba mtu ana imani ya ndani. Sasa nikasema pia imani inajidhihirisha kwenye nguzo nyingine ambayo inaitwa matendo ya imani. Matendo ya imani kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 17 anasema imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Hii imani nikakwambia kwamba matendo ya imani, hii nguzo inahusisha matendo ya kiroho. Ukiona mtu ameokoka lakini matendo ya kiroho hayako vizuri, huyu ni mtu ana matatizo. Huyu ni mtu ambaye anatakiwa kucheki. Afya yake ya kiroho ni dhaifu, imani yake ni dhaifu, na ile imani haiwezi kumsaidia hata Yesu akirudi leo. Matendo ya kiroho ni kama yapi? Kufunga, kutoa sadaka, kuomba, kuhudhuria ibada. Moja kati ya haya mambo yanapokuwa yanadhoofu kwenye maisha yako, tayari ni ushahidi kwamba imani yako imeshaanza kupwaya. Unatakiwa kufanyia kazi. Lakini eneo la 3 ambalo nilizungumza kwa habari ya imani, nikasema imani inahusisha kitu kinaitwa utakatifu. Utakatifu ni moja kati ya nguzo zile 3 za imani. Kwa nguzo 3 za imani, imani inaundwa na nguzo 3 kama ambavyo binadamu ana mwili, ana roho, ana nafsi. Ukitoa kimoja, binadamu hawi binadamu tena, sio binadamu. Anaweza kabaki ni mtu lakini sio binadamu, kwa sababu mtu ni idara mbili tu, ni roho na nafsi. Anaweza kabaki mtu lakini sio binadamu. Ili binadamu awe binadamu ni lazima awe na mwili na roho na nafsi, na ni kwa sababu yeye anaishi kwenye ulimwengu na ndiye kiumbe pekee mwenye uwezo wa kuwasiliana na ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Ndivyo ilivyo pia imani, ina uwezo, ni connection, ni connect kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, na ndio maana ina sehemu hizi 3. Kwa ukikosa hizi sehemu 3 unakuwa tayari umeshaharibu kila kitu. Sasa ninataka nizungumze kwa habari ya kitu kinachoitwa utakatifu kwenye hii siku ya leo. Nina imani kwamba kitakusaidia sana. Nina imani kwamba utasaidika baada ya hili somo. Utakatifu ni moja kati ya kitu muhimu. Utakatifu ni kitu ambacho ni muhimu sana, na ndio maana, na ndio sababu kubwa kwa nini Yesu alikuja duniani. Kwa sababu kikwazo kikubwa kati ya mwanadamu na Mungu kilikuwa ni dhambi, na kinyume cha dhambi ni utakatifu. Manake kama mwanadamu kule Edeni angetunza utakatifu, bado mahusiano yake na Mungu yangeendelea kuwa mazuri. Kitabu cha Isaya sura 59 mstari wa 1 anasema ya kwamba mkono wa Bwana si mfupi hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, bali maovu yenu yamewafarikisha na yeye hata hataki kusikia. Sio kwamba hawezi, ila hataki, kwa sababu dhambi zinakutenganisha uhusiano wako na Mungu. Utakatifu ndio utambulisho wa mtu kwamba yeye ni mtoto wa Mungu. Utambulisho wa wewe kama mwana wa Mungu ni uwepo wa maisha matakatifu. Sasa tunaposema maisha matakatifu tunamaanisha nini? Maisha matakatifu ni kuishi kwa viwango vya neno la Mungu.
bila kujali watu wanasemaje au jamii yako inaishije, kwa uvuvio ule wa Roho Mtakatifu. Unapokuwa unalielewa neno la Mungu, utajua kuna viwango ambavyo neno la Mungu linavitaka uviishi, ambavyo hata kama mchungaji wako amecompromise, nabii, mtume amecompromise, wewe unavisimamia. Hata kama wenzako wote hawavisimamii, wewe unavisimamia. Huo ndo unaitwa utakatifu. Sio eti kwa sababu ulimwengu wote unaenda hivi na kuna maneno yanarahisisha, basi wewe unaamua ucompromise, ujishushe. Huo sio utakatifu. Utakatifu hatujipimi kwa kuangalia wengine. Shangaa kuna mwingine anasema mimi nafuu kuliko yule. No, hilo ni tatizo. Sio, huwezi kuwa nafuu. Yaani kama una dhambi hata kidogo, unajua kabisa hujaishi kwa viwango vya neno la Mungu, tayari bado una matatizo. Unatakiwa kuishi maisha matakatifu kwa viwango vya neno la Mungu. Hii ni maana ya kwanza. Maana ya pili ya maisha matakatifu ni maisha ya Yesu ndani ya mtu, yanayojidhihirisha kwa matendo mema yanayompendeza Mungu na kuepuka uovu. Ni maisha ya Yesu ndani ya mtu yanayojidhihirisha kupitia mtu kuishi matendo mema na kuepuka uovu. Niseme kwa namna kama hiyo ni rahisi zaidi. Kwa nikwambie, tangu siku ulipookoka, sio wewe tena unayeishi. Kitabu cha Wagalatia sura ya 1 mstari wa 20. Ni Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20, anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Nisikilize, maisha ya Yesu yako ndani yako tangu siku ulipompokea. Siku ulipompokea Yesu Mtakatifu aliingia ndani yako. Kwanza kwa sura ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Yesu mwenyewe, na ndio maana kwa maneno mengine anaitwa Roho wa Kristo. Anaitwa Roho wa Kristo. Ngoja nikuoneshe hilo andiko, wa Kristo, Roho wa Kristo. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 9. Anasema lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Nisikilize. Kwa hiyo kumbe ndani yako kuna mtakatifu anayeishi, ambaye ili uishi maisha matakatifu unahitaji tu kumruhusu atumie maisha yako, kwa sababu ulishamkabidhi maisha yako. Yeye ndo awe kiongozi, awe mtawala, awe mwalimu, awe mwelekezi. Yeye ndo aishi, manifesti. Maana namna unavyo manifesti ni ushahidi wa nani umempa nafasi ndani yako. Kama umempa Yesu nafasi ndani yako, utashangaa na manifesti maisha yake. Ndio maana mtu mwenye pepo utashangaa anaishi maisha ya kipepo. Kwa mfano kama pepo ni la kikahaba, pepo la zinaa, utakuta wewe mtu ni mzinzi kweli kweli. Pepo la uraibu, utakuta wewe mtu ni mraibu kweli kweli, kwenye vitata visivyokuwa vya maana, kwa sababu pepo ana manifesti tabia zake kupitia huyo mtu. Sasa utakatifu ni tabia ambayo ni ya Yesu, unaimanifesti wewe, inajidhihirisha kupitia wewe kumpa Yesu aliyeko ndani yako nafasi. Amen. Hapa ndo kuna kitu kinaitwa nafasi ya maamuzi yako kwenye kuishi maisha matakatifu. Ni kweli Yesu anatusaidia, lakini tuna nafasi ya maamuzi yetu. Ni kweli Yesu ametuwezesha kila kitu, utakatifu uko ndani yetu, lakini ili tuweze kuishi tuna uhuru wa kuamua sisi wenyewe. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6, maandiko yanasema nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye alianza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Tabia ya Yesu ni kwamba huwa anaanza, ila anakuacha uendeleze. Pale unaposhindwa, yeye anakamilisha. Ndio maana anaitwa Alfa na Omega. Umbali kutoka pale kwenye mwanzo mpaka mwisho, umbali kutoka mwanzo na hadi kufika mwisho, hapa katikati ni wewe. Wa kuendeleza ni wewe. Chochote ambacho unaweza kukifanya usifikiri umekianza wewe. Kuna mtu alikianza rohoni. Ni either Yesu au shetani, na ndiye anayekikamilisha. Amen. Ndio maana anaitwa mwanzo na mwisho. Kuendeleza ni sisi, ni nafasi yetu ya sisi kuamua. Kwa hiyo ukiona una msukumo wa kuishi maisha matakatifu, maana yake Yesu ameshaanzisha hicho kitu ndani yako. Ukiona anakuambia ishi maisha matakatifu, tayari alishaanzisha maisha matakatifu. Na ndio maana wewe hauwi mtakatifu
kwa kuacha tu kutenda dhambi. Hapana, haitoshi. Unaweza ukawa na maisha, ukawa mtakatifu lakini mwenye maisha ya dhambi. Kwa kuishi kwako maisha ya dhambi, tayari ukawa umejidisqualify kupata faida za Mungu, kwa sababu sisi tulihesabiwa kuwa wenye haki kupitia kumwamini Yesu. Lakini haki aliyotuhesabia Yesu ni mbegu ili sisi tuishi maisha matakatifu. Umenielewa vizuri? Haki aliyotuhesabia Yesu ni mbegu ili sisi tuishi maisha matakatifu. Ni kianzio, ni mtaji wa sisi kuwa watakatifu. Sasa tunaposema maisha matakatifu, tunamaanisha Yesu alishaanza utakatifu ndani yako siku alipoingia ndani yako, kwa sababu yeye ni mtakatifu. Unatakiwa uamue wewe kuendeleza na kumpa nafasi ili akukamilishe. Kama hujaamua, utaendelea kuhangaika kila siku kwenye dhambi. Lakini ukiamua, utaishi maisha matakatifu ambayo yatatukuza Mungu, yatampendeza Mungu. Kwa kuna nafasi ya kuamua, kwa sababu Yesu alishaanza kupitia siku hiyo ile uliyompokea, aliyoingia ndani yako. Aliingia kama Roho Mtakatifu. Ndio Roho wa Kristo kwenye kitabu cha Warumi. Umeona, tumesoma Warumi sura ya 8. Kwa hiyo sasa ninachotaka kingine ukifahamu maisha matakatifu yako ndani yako. Wewe ni mtakatifu siku ulipomwamini Yesu, kwa sababu sio maisha yako tena. Siku ulipomwamini Yesu, maisha yako sio yako tena, ni ya Yesu. Lakini sasa unachosisitizwa sasa ni kumruhusu huyo Yesu amanifesti tabia zake kupitia wewe, adhihirishe shauku zake kupitia wewe. Hapo tunasema umeanza kuishi maisha ya Yesu au maisha matakatifu. Kuna principle kadhaa ambazo nitakusaidia ili uweze kuishi maisha matakatifu. Baada ya kufahamu kwamba unayo ndani yako, unatakiwa tu kuyadhihirisha. Fahamu haya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ili uweze kuishi maisha matakatifu, jambo la kwanza, lijue vizuri neno la Mungu. Lijue neno la Mungu. Usipojua usahihi ni upi, ni rahisi sana ukadanganywa. Kwa sababu moja kati ya kitu kinachompa shetani kushinda ni udanganyifu. Shetani anadanganya. Kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 12. Tuanzie mstari wa 12. Naomba nisome mstari wa 13 exactly. Nianze mstari wa 12 hadi wa 13. Anasema, heri mtu yule astahimilie majaribu, kwa maana akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Mtu ajaribiwapo asiseme najaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Sasa maandiko anasema tena kwenye mstari wa 14, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Kiwango chako cha kutolijua neno ndo nafasi ya shetani kukudanganya. Watu wengi wanaofanya dhambi ni kwa sababu wengi hawajui. Kwa mfano tu, watu wengi unakuta ana mahusiano yasiyokuwa na utakatifu. Yaani ni mtu yuko kwenye mahusiano lakini anafanya ngono, anafanya zina. Huyu mtu anategemea kwamba ataingia mbinguni kwa sababu hajui kwamba ni dhambi. Na kuna tofauti ya kujua kitu kwa maana ya kwamba unajua tu partially. Kuna ile kujua in deep madhara ya dhambi, kujua in deep usahihi ni upi, huwezi kudanganywa. Yaani mimi hajazaliwa shetani wa kunishawishi leo nizini. Hajazaliwa. Kwa sababu ninafahamu neno la Mungu kwa usahihi ya kwamba zina ni dhambi na vithibitisho vyote. Kwa jifunze kwa bidii neno la Mungu, litakusaidia kuishi maisha matakatifu. Kwa sababu neno la Mungu kwanza ni roho. Likiingia ndani yako linaanza kuongoza maisha yako, linaanza kukusaidia wewe kuwa na kitu kinaitwa roho ya utakatifu. Sasa kitabu cha Zaburi sura ya 119 mstari ule wa 10, Zaburi 119 mstari wa 10, naomba nikusomea hapo. Maandiko yanasema hivi, kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Mstari wa 11, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kitu cha muhimu sana kwenye moyo wako, jaza neno la Mungu. Mtu wa Mungu, jaza neno la Mungu. Spend muda na neno. Unayekaa naye anaamua uwe nani. Ukikaa na neno utakuwa kama neno lilivyo. Si unataka kuishi kwa viwango na neno vya neno ambavyo ndio utakatifu? Kaa na neno la Mungu, litakuwezesha kuyaishi hayo maisha matakatifu. Lakini cha pili kitakacho kusaidia mbali na hili neno, ngoja pia nikupe mstari mwingine kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile
sura ile ya pili mstari wa 17. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 17. Kada bashara bakataya mante mali barabra dosika pradia. Naomba nisome mstari wa waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili mstari wa 14. Anasema, nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Kitakacho kupeleka kwenye kumshinda mwovu, kushinda udanganyifu wake ni neno. Yesu alimshinda shetani na majaribu yake kwenye Luka sura ya 4 kwa sababu alikuwa na neno. Ni wewe tu ambaye hutaki kuwekeza neno, hutaki kujifunza neno. Na ndio maana maisha ya dhambi kila siku unaishi. Na ikitokea mtu akairahisisha dhambi, unaona ni kawaida tu. Kuna wengine sasa unashangaa mtu amecompromise, yani eti unajua sisi ni binadamu, kwa hiyo kuishi maisha ya matakatifu, wewe sio malaika, ni lazima uwe unakosea. Kuna tofauti ya udhaifu na dhambi. Usiite dhambi udhaifu. Dhambi sio udhaifu. Hapa duniani unaweza kuishi maisha matakatifu. Ukishajua hiki utaishi maisha matakatifu. Kijua neno linasema kwenye Zaburi 16:3 ya kwamba watakatifu walioko duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Huwezi kuishi maisha ya dhambi hata kidogo, kwa sababu utajua kuishi maisha ya dhambi kuna kupunguzia kuwa bora. Amen. Kitabu cha ukijua neno kwamba linasema kwamba utafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao pasipo huo hakuna mtu anaweza kumwona Mungu. Huwezi kucheza na dhambi wewe. Utaishi maisha matakatifu kwa sababu unagundua kwanza dhambi ni leseni ya kuendea jehanamu, leseni ya uhakika, lakini dhambi ni basi la uhakika linalokupeleka jehanamu kwa makusudi ambalo unaweza ukatoka. Utakatifu ndo tiketi ya kumuona Mungu. Na siku zote kwenye maisha unaishi is just kama Mungu aonekane. Sio Mungu aonekane, tatizo ni kwamba njia zako ziko sawa au umefarakanishwa na Mungu. Kwa ishi maisha matakatifu kwa kujifunza neno la Mungu ambalo neno ni takatifu. Neno takatifu litakupa kuishi maisha matakatifu. Kitabu pia cha Timotheo sura ya 3 mstari wa 15. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15 na 16. Naomba nisome mstari wa 10 kapala bashakata ya baraba rama kasata bradia mande lebredi bagoskete bradia la bashakata le pasuko bradia. Timotheo sura ya 3 mstari wa 16. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16. Anasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kuadibisha katika haki, kitakacho kufanya uende katika haki. Neno la Mungu ndio linaloongoza watu. Ujue nini cha kufanya na kipesi cha kufanya. Jifunze neno la Mungu, sikiliza mafundisho. Wakati unaposikiliza mafundisho kuna utakatifu unaingia ndani yako. Ni muhimu sana. Mimi ni kijana kama wewe. Huenda wewe unanitazama ni kijana au wewe ni mzee ambaye tunatarajia utakuwa unamjua Mungu na huwezi kufanya mambo ya dhambi, lakini unajikuta bado una struggle na dhambi. Kiwango chako cha neno kinaamua shetani atakuonea kiasi gani. Kama ili shetani awe mdogo mbele zako au dhambi iwe ndogo mbele zako, ni lazima uwe ni mtu mwenye maisha endelevu ya kujifunza neno la Mungu. Jambo la pili litakalo kusaidia kuishi maisha matakatifu ni kufanya maamuzi binafsi kutokea ndani. Maamuzi binafsi kutokea ndani. Hilo ni jambo la pili. Lazima uamue. Maamuzi yoyote yanachochewa na taarifa. Kwa hiyo ndio maana lazima uanze na neno la Mungu. Endelea kujifunza neno la Mungu. Ndio maana baada ya mtu kuokoka tunamfundisha neno la Mungu ili kutokea hapo aamue. Kutokea hapo afanye maamuzi. Kitabu cha Danieli sura ya 1 mstari wa 8. Danieli sura ya 1 mstari wa 8, maandiko yanasema hivi. Danieli sura ya 1 mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi: lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Ni maamuzi. Naomba nisome kwa Kiingereza. And Daniel purposed in his heart. Maamuzi ya kutokea ndani, purposed in his heart. Kama una malengo ya kiuchumi, una malengo ya kimaisha, weka malengo ya utakatifu. Utakatifu ndio kitu kinachoshikilia uwepo wa Mungu. Kwa kutambua umuhimu wake ni lazima uamue kutokea ndani. Ni kweli watu wote wameharibika. Je, uharibike kama wao? Usipofanya maamuzi leo, utajikuta unaharibika kama wao. Lakini ili uweze kufanikiwa ni sharti uamue kabisa.
Daniel alikuwa kwenye nchi ambayo ina miungu ya kigeni, ni nchi ambayo watu wake hawamwamini Yesu, hawamjui Mungu, ni nchi yote ambayo watu ni waovu. Ndio maana mimi nakushangaa wewe mwanachuo ambaye umeingia chuo unasema marafiki zangu wote wanazini, kuona mimi ni zini. Dedicate yourself, decide, alafu jiambie kabisa, mimi ni mtakatifu wa Bwana. Mimi ni mtakatifu wa Bwana. I'm the host of God. I'm the host of God. Kwa uamue kutokea ndani, utaishi maisha matakatifu. Una struggle na dhambi kwa sababu hujaamua. Kama hakuna siku uliyowahi kuamua kuishi maisha matakatifu, basi hakuna siku uliyoanza kuishi maisha matakatifu. Siku ya kuamua ndio siku ya wewe kuanza kuishi maisha matakatifu. Siku kama hujaamua chochote ambacho hujawahi kuamua, hujawahi kukaa kusema na kiamulia hiki kitu, hicho kitu bado tayari ni kwamba tu hujapata fursa za kutenda dhambi. Ila kama wewe unataka kuishi maisha matakatifu, amua. Hata fursa ikitokea, maamuzi yako yatakulinda, yatakusaidia. Ukumbuke una maono ambayo yanamhitaji Mungu ili atimie. Unajirahisishaje? Kwa kufanya maamuzi kwa kuzingatia umuhimu wa maisha matakatifu. Maisha matakatifu ni muhimu. Kwa Daniel aliazimia kutokea maoni mwake. Kuna mtu mwingine kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 39, alikuwa hana msimamizi, hana mchungaji anayemuona, ila aliamua kutokea ndani. Wewe unasubiri mchungaji wako, unaogopa mchungaji wako, ndio unajifanya mtakatifu kwa mchungaji, ila maisha yako sirini ni machafu. Ni kwa sababu hujaamua. Usiishi kwa sababu watu wanasema, usiishi kwa sababu unasimamiwa. Ishi kwa sababu ndani yako umeamua. Nimeamua mimi nimeamua. Yaani siwezi kufanya pornography, wala siwezi kujichua, wala siwezi kufanya dhambi. Na nimeweza kwa sababu nimeamua. Kuna nafasi ya maamuzi. Maamuzi ya mtu yana nguvu kiasi kwamba Mungu alikupa zawadi ya maamuzi ili uitumie vizuri. Cheki wewe unavyotumia maamuzi yako vibaya. Unaamua eti ufanye tu mambo ya ovyo. Sikiliza.